Washington imeendeleza sera yake ya shinikizo la juu kabisa sambamba na kupeleka zana za kijeshi katika eneo la Asia Magharibi, zikiwemo manuari 2 za kubeba ndege, zaidi ya meli 10 za kivita na idadi kubwa ya ndege za kijeshi kwa lengo la kuitisha Iran. Wakati huo huo, duru ya 3 ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran, ambayo inafanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja chini ya usimamizi wa Oman, imepangwa kufanyika kesho Alhamis mjini Geneva katika ubalozi wa Oman. Iran imerudia kusisitiza kuwa inatafuta suluhu ya kidiplomasia kuhusu mzozo wa mpango wake wa nyuklia, lakini imeonya kuwa itajilinda kwa uamuzi na nguvu endapo Washington itachagua kutumia nguvu za kijeshi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia una malengo ya amani na wala haina nia ya kuunda silaha za nyuklia. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Said Abbas Araghchi amesema Iran na Marekani zina fursa ya kihistoria iliyopo mbele ya macho ya kufikia makubaliano ambayo hayajawahi kushuhudiwa, huku akionya kwamba Jamhuri ya Kiislamu italinda uhuru na mamlaka yake ya kujitawala kwa gharama yoyote endapo kutakuwa na uvamizi mpya wa kijeshi wa Marekani. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amebainisha hayo katika mfululizo wa jumbe alizoweka kwenye mtandao wa kijamii wa X jana Jumanne, akitoa maoni yake kuhusu duru ya 3 inayosubiriwa ya mazungumzo mapya ya nyuklia kati ya pande hizo mbili ambayo yanatarajiwa kufanyika kesho Alhamis huko Geneva. Makubaliano kama hayo, amesema Araghchi, yanaweza kushughulikia wasiwasi wa pande zote mbili na kufanikisha maslahi ya pande zote mbili. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran ametanabahisha kuwa uwezekano wa kufikiwa mwafaka unategemea kupewa kipaumbele diplomasia, na akashauri kwamba Marekani isiathiri mchakato mpya wa kidiplomasia kwa kuanzisha uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama ilivyokuwa wakati wa mazungumzo ya awali kati ya nchi hizo Juni mwaka jana. Kwa upande wa Jamhuri ya Kiislamu, wametoa hakikisho kwamba imeazimia kufikia makubaliano ya haki na usawa katika muda mfupi kabisa uwezekanao. Wakati huo huo, Araghchi amesisitiza tena kanuni za msingi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu mpango wake wa nishati ya nyuklia wenye malengo ya amani. Amesisitiza kuwa misimamo na imani zetu za msingi ziko wazi kabisa. Iran haitatengeneza silaha za nyuklia katika hali yoyote ile, lakini wakati huo huo sisi wa Irani hatutaacha haki yetu ya kutumia manufaa ya teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani kwa ajili ya watu wetu. Halkadhalika, Araghchi amesema mwelekeo wa Iran kuhusiana na mazungumzo hautaathiri mamlaka ya kujitawala ya taifa. Amebainisha, na hapa namnukuu, tumethibitisha kwamba hatutasita kufanya chochote kulinda mamlaka yetu ya kujitawala kwa ujasiri. Na ujasiri huo huo tunakwenda nao kwenye meza ya mazungumzo ambapo tutafuatilia kupatikana suluhisho la amani juu ya tofauti zozote zilizopo. Haya yameelezwa huku Marekani ikiwa imeshamirisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Asia Magharibi, ikiwa ni pamoja na kando ya Iran kwa kutuma manuari hizo za kivita tulizozitangaza hapo awali. Matamshi ya Araghchi yametilia mkazo tena msimamo ambao umeshabainishwa hapo kabla na viongozi wengine waandamizi wa Iran wa kuionya Marekani na washirika wake, hasa utawala haramu wa Israel, kutoitumia fursa ya Iran kushiriki katika mchakato wa kidiplomasia kuanzisha uchokozi mpya wa kijeshi usio na lazima wala uhalali wa kisheria. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Gambia wamesisitiza haja ya kuimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya nchi hizo mbili katika nyanja zote zenye maslahi ya pande mbili. Katika mazungumzo ya simu Jumanne usiku, Said Abbas Araghchi
amemnyooshea mkono wa pongezi Mamadou Tangara, waziri wa mambo ya nje wa Gambia, serikali na watu wa nchi hiyo ya Kiafrika kwa mnasaba wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Arakchi ameelezea utayarifu wa Iran wa kuendeleza uhusiano wa pande mbili pamoja na kuratibu misimamo inayoendana pamoja katika ngazi ya mashirika ya kimataifa. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Gambia Mamadou Tangara amempongeza Arakchi, serikali na watu wa Iran kwa kuadia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amesisitiza azma ya serikali yake ya kupanua uhusiano wa kirafiki kati ya nchi hizi mbili. Pande hizo mbili zimetathmini njia ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili pamoja na kujadili matukio ya kikanda na kimataifa. Ikumbukwe kuwa Julai mwaka 2024 Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Gambia zilirejesha uhusiano wao wa kidiplomasia baada ya kusimama kwa takriban miaka 14. Iran na Gambia zimekubaliana kustawisha ushirikiano wao katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kiuchumi, uwekezaji, biashara na utamaduni ambazo zinaweza kuhudumia maslahi ya mataifa yote mawili ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Gambia. Rais Masoud Pezeshkian mapema wiki hii alisema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaendelea kwa dhati kupanua ushirikiano wa kina na nchi za Afrika kwa mujibu wa sera yake ya diplomasia yenye mlingano na msisitizo wa maslahi ya pamoja. Aliyasema hayo katika mkutano wake na waziri wa ulinzi wa Burkina Faso aliyekuwa ziarani hapa nchini. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za dunia kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Maafisa wa ujasusi wa utawala haramu wa Israel wanakadiria kuwa Marekani inaweza kuendeleza mashambulio ya kijeshi kwa siku 4 hadi 5 pekee dhidi ya Iran ikiwa itaanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mpya. Gazeti la Financial Times limetoa ripoti hiyo likimnukuu afisa wa utawala wa Israeli ambaye amesema kuwa Marekani inaweza kufanya mashambulizi makali ya anga dhidi ya Iran yatakayoendelea kwa siku 4 hadi 5 tu au kutekeleza mashambulizi ya kiwango cha chini sana kwa takribani wiki moja. Likinukuu duru za ujasusi, gazeti la Financial Times limeongeza kuwa hata kwa kutumia meli inayobeba ndege za kivita ya USS Gerald R. Ford na kundi lake la mashambulizi katika eneo la magharibi mwa Asia, uwezo wa Marekani wa kufanya mashambulizi ya muda mrefu dhidi ya Iran utaendelea kuwa mdogo. Financial Times limesema kuwa maafisa wa ujasusi wa Israel wametahadharisha kuwa mzozo wowote wa aina hiyo utakuwa na madhara kwa Marekani na kuiathiri pakubwa kisiasa serikali ya Donald Trump. Ripoti hiyo imetolewa huku serikali ya Trump ikiendelea kutuma zana zake za kivita katika eneo la magharibi mwa Asia. Mtawala wa Marekani ameendelea kukariri vitisho vyake dhidi ya Iran na kuonya kuwa eti siku mbaya itashuhudiwa iwapo hakutofikiwa makubaliano katika mazungumzo yanayoendelea ya nuclear kati ya Iran na Marekani. Washington imeendeleza kampeni yake hiyo ya mashinikizo ya kiwango cha juu huku ikiimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Asia Magharibi, ikiwa ni pamoja na kando ya Iran. Wakati huo huo, Meja Jenerali Amir Hatami, kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ameabeza madai ya maadui ya kutoshindwa na kusema kuwa maadui hawakutarajia kuiona Iran ikionyesha umadhubuti wake mbele ya kuendelea kukusanya majeshi katika eneo hili la Asia Magharibi. Na tumalizie kwa kuelekea huko nchini Sudan, ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ghasia na machafuko katika nchi iliyoathiriwa na vita ya Sudan, hasa katika majimbo ya Darfur na Kordofan, na baraza hilo limetaka mapigano yasitishwe mara moja. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumanne, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani dhidi ya wananchi wa kawaida, vituo vya kiraia na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na mashambulizi mengi yanayoathiri shirika la chakula duniani WFP ambalo linatoa misaada. Wapiganaji wa kundi la waasi la RSF wamelaumiwa kwa ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani.
Serikali ya Sudan inailaumu serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuwa inawaunga mkono waasi hao wa RSF ambao walianzisha vita dhidi ya serikali Aprili mwaka 2023, vita ambavyo hadi sasa vimepelekea makumi ya maelfu ya Wasudan kuuawa na wengine zaidi ya milioni 13 kuwa wakimbizi ndani au nje ya nchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran.